Yaani bwana wewe Soma, mimi kukuta kwangu kote hapa Bedola najua vizuri. Tuna Bedola nakuja hapa kijijini, babangu mende kumpokea yeye. Bedola mtoto wake ako mjini huko. Sisi tumpokea kwenye kijiji hiki. Sasa kwa mfano patikana tatizo, andaana kumsaidia. Ni kweli mimi na kwa Bedola. Lakini pia tulipanga tuje kwa mwenyekiti. Alikuwa anajipanga afungu. Sawa. Kwa chana masuala ya kujipanga kuja kuona mimi mwenyekiti. Pia kuna jambo lingine alipata huko kijijini. Watu wanalalamika kwamba unachukua naume za watu. Hapana, sio kweli mwenyekiti. Wananisingizia tu. Somo? Hivi unajua kijiji chetu hiki japokuwa unakiona ni kidogo, lakini mambo yanavuma makubwa. Jambo ukifanya huko, watu wanasikia huko. Ukifanya jambo huko, watu wanasikia huko. Kwa hiyo nimesikia kwa masikio yangu mawili. Mtu kaniletea kesi nyumbani. Kanipigia mpaka masenge bale kidogo nikaenda mule kichwa. Kwanza unajua kifungu namba 29B. Kwa kijiji hiki, mtu akikutwa anatembea na mume wa mtu, kwanza ni kosa kubwa kwenye kijiji hiki. Itabidi upigwe mikwaju 30. Upigwe na faini utoe mashamba ya 3. Wewe unavyo? Hapana. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja sawa. Mimi kama utakubali jambo langu, mimi ile swala nalimaliza lote. Anaelewa sawa? Jambo gani? Uongo huo. Uongo hapo, fanye uolewe, utaka nyumbani mpaka lini? Aka. Sitaki kuolewa. Mimi namtaka mwanaume mwenye hela, mwenye sapampa. Mwanaume ambaye ana hela simtaki. Kwa kazi gani hasa? Una ulipoweka leo ulipoinua, una kazi una baadhi, mbele umeuza nyuma umekopesha. Mimi namtaka mwanaume mwenye hela. Una mwanamke kaingia kijijini anashikomeza watu hatari. Upo? Makubwa. Sasa huyo dada huyo ambaye anachukua naume za watu, nataka nimuige mimi huyo. Ninuke nikubalia jambo langu, mambo ya dabangu hulo haya. Nitahakikisha kwamba nakufanyia kwenye kijiji hiki. Unakuwa nikiwa mwenyekiti ndio wewe unakuwa mwenyekiti tu. Sawa bwana wewe? Kweli? Wewe? Basi sana nisonge mengi sana hapa. Maana ningekupeleka nyumbani huko. Maana huko nyumbani kuna mashabani. Na kama unavyojua mashabani nikiwangu ule nitataka kwa kweli. Naogopa sije kukundumula. Ngoja singi tukipita huko. Umeona njia hii? Pale bondeni pale kwenye korosho. Kwa hapa kuna kisima. Sawa? Kwa mambo tu tukafanya pale na kufanya wazee. Nipelikana. Sawa, hamna shaka nitafanya haraka haraka. Maana nimeagizwa. Wana wewe hana shida wana wewe. Basi sawa tangulia. Nitoto kufanya apela kuloka tu. Mungu kuja kuone huo tuchelewe na mimi hapa. Bwana mwenyewe si hawaji. Na maana mpaka mume wangu anataka kumchukua Namchukua vizuri. Hilo. Mambo vipi? Samani, ningependa nifahamu jina lako. Sina jina. Kwa nini una jina? Sio kwa nini? Sawa, unajua ni tipu ya 3 ninakuona, ila kuna kitu ndani ya moyo wangu kinanisibu kuhusu wewe. Acha nikwambie ukweli. Nimetembea kijiji kizima hiki, kwa ukweli sije kuona mwanamke mrembo kama wewe, ambaye mwanamume wote lijali akikuona lazima atakwambia maneno kama nakwambia mimi siku ya leo. Nakupenda sana. Asa unanipenda, kunijui, sikujui, sio natokea familia gani, unijua natokea familia gani? Sawa, watu wengi ni Wakristo,
wanampenda Yesu. Akita siku hii moja hawajawahi kumuona. Iweje mimi usipenda ndaonana mimi na wewe au nisikupenda mimi nakuona? Kuhusu usijali. Kwa jina naitwa Ali, ila wengi sana mtaani marafiki zangu wanapenda kuita Kante. Kumbe ndo Kante? Ndo mimi. Nakusikiaga. Wow, unisikiaga mtu ya kumfahamu. Na hicho nifahamu sasa hivi. Uko tayari? Ombi langu kwako likubali? Hebu nipe nafasi. Hapana. Sio kuna mtu ambaye simjui. Hapana. Yaani kuwa happy. Ni mtu wa kawaida sana. Sina madhara yote. Alafu isitoshe wewe ni simu, mimi ni betri. Huwezi kukaa kabila ya mimi. Hebu naomba iwe hivyo. Sawa. Nakubali. Lakini nipe muda kufikiria kwanza. Sawa. Ila nahisi hakuna cha kufikiria. Nipe nafasi, dunia isiwe kizuizi. Nipe nafasi, moyo wangu nakulia. Nipe nafasi, nakupenda sana. Nipe nafasi, wewe ni bahari ya maana. Asante sana. Sawa, nakupenda sana. Nahitaji uwe mke mwema kwangu. Sawa. Nakupenda sana. Nipe nafasi, wewe ni bahari ya maana. Nitakuwa mke wangu. Ila niko na ombi moja kwako. Mara nyingi sana mke wa mtu waga hawai milioni. Niko naomba hivyo nasivete. Kwani kisoma tu tunaramba kama wale wengine. Hapana, sio. Inaashiria mbaya sana kama mke wa mtu kwa na kukumbuka. Sawa. Na Nitafikiria. Basi wewe kwa wema, sawa. Bwana
mwanamke wa ajabu sana huyu. Ni kweli nampenda na nahitaji awe mke wangu, lakini shule ya mke haruhusiwi kuvaa kikuku, na kila nikimwambia kuhusu kuvaa kikuku yeye hataki. Ila leo lazima nimtoe kikuku, kwani nampenda sana, na heshima ya ndoa au heshima ya mwanamke hawezi kuvaa kikuku kwa mumewe. Inaleta taswira tofauti kwa ulimwengu au kwa watu wa kawaida. Sasa naenda kuvaa kikuku. Nguvu sina, zimetoweka, kikuku changu kimepotea, nguvu zote zimetoweka, sina ngao tena, kikuna kitafuta, sijui nitapata wapi, natafuta bado sichoki, kikuku mekiacha wapi? Najiuliza, shida nyingi nashindwa kuzitatua, kikuku sina na nguvu zimepotea, nimezeeka mpaka najichukia. Kikuku changu